aliweza kutufundisha kwa umakini, na mimi nitaendeleza tu ama nitajenga tu kutokana na ule msingi ambao waliweka. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla nianze, ningependa nikaweze kushare na nyinyi story moja ambayo ilinigusa kidogo. Ni kwamba kulikuwa na mzee mmoja ambaye kidogo alikuwa amejipata katika shida, na shida yake haikuwa shida kidogo, sababu alijipata katika shida ambayo ni alipatikana ndani ya shimo. Bwana Yesu apewe sifa. Alijipata ndani ya shimo. Shimo hilo kina chake kilikuwa kirefu kiwango cha kwamba hangeweza kwa uwezo wake kufanya nini? Kujiondoa pale ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Na akiwa pale ndani alikuwa na ule uwezo wa kupata kusikia watu wakipita, na pale kulipita watu watatu aina tofauti tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Na mtu wa kwanza alipita, akalia, akamwambia nisaidie. Yule mtu akamtizama, na yule mwenye alikuwa ndani ya shimo akamtizama pia, akamwambia ndugu, naomba unisaidie. Na yule ndugu akawa anajaribu kutafakari, akamwambia ya kwamba mimi ni daktari, nitakuhudumia ukiwa umetoka ndani ya shimo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo jambo la msingi hapa ni kwamba nitakuhudumia ukifanya nini? Ukitoka ndani ya shimo. Baada ya daktari kukakuja wakili. Wakili vile vile akamwambia, mimi nitakuwakilisha kwenye koti ukiwa umefanya nini? Umetoka kwa shimo. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa tatu akaja, ni mtu wa wastani, mtu wa hali ya chini kidogo, na akamtizama akamwambia, ndugu yangu, nataka nikusaidie kutoka ndani ya hiyo shimo. Na hatua ambayo alichukua kutoka hapo ni kwamba huyu ndugu ambaye alikuwa nje, ambaye alikuwa nataka kumsaidia huyu ndugu yetu ambaye yuko ndani ya shimo, alitoka na akaingia ndani ya hilo shimo. Wakiwa hapo ndani, yule ndugu ambaye alikuwa ndani ya shimo akakasirika sana na huyo ndugu, akamuuliza, wewe badala ya kunikomboa ama badala ya kunitoa ndani ya shimo, unafanya nini? Unaingia kwa shimo pamoja na nani? Na mimi. Lakini yule ndugu akamwambia jambo ambalo lilifanya kumtia moyo. Akamwambia kwamba mimi nimekuweko kwa hili shimo mbeleni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimekuwa kwa hili shimo mbeleni. Kwa hivyo nina njia ya wewe kufanya nini? Kutoka ndani ya hilo shimo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na hata kabla ya yule ndugu ambaye ameingia ndani ya shimo kufanya hatua yoyote, yule ndugu akapata nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na mwishowe, kwa uhakika, kwa sababu yule ndugu alikuwa ameingia kwa hilo shimo mwanzo ama mbele ya huyu ndugu mwingine, basi walipata kutoka, kwa sababu this second brother had the formula of getting out of the hole. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo somo letu katika hii hadithi ni nini? Somo letu ni kwamba wakati uko katika kungoja, Bwana Yesu apewe sifa. Wakati unangoja, mimi sijui ni kitu gani unangoja, lakini wakati uko katika ile hali ya kungoja, kitu cha umuhimu sana wapendwa, unachohitaji kukua nacho ni unahitaji
mtu wa kukushika mkono na awe ni mtu ambaye amepitia ile nafasi ama amepitia katika ile hali ambayo uko ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 Na mara mingi unapata wakati tunangojea kitu huwa tunakuwa in a state of despair. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ama tunakuwa katika ile hali ya kuvunjika moyo, kwa sababu kungoja ni aina tofauti tofauti, ama kuko katika viwango tofauti tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtu ambaye atangoja kwa mwaka mmoja, kuna mtu atangoja kwa mwezi mmoja, kuna mtu ambaye atangoja kwa wiki moja, kuna mwingine atangoja kwa miaka 10. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wana wa Israeli walingoja kwa miaka 430 ili kwamba wakafanye nini? Wakatolewe katika nchi ya nini? Ya Misri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini hata wakati walikuwa na ngoja, kilichokuwa kinaendelea ndani ya mawazo yao ndicho kilikuwa cha umuhimu zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na tukirudi katika hadithi ya wana wa Israeli, utakumbuka ya kwamba wana wa Israeli ambao walitoka Misri na wakapata kuingia katika nchi ya ahadi walikuwa watu wangapi? 2. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Only 2 people out of the lot, ama kutokana ama miongoni mwa wale watu ambao walitoka nchi ya Misri ndio walipata kurithi nchi ya ahadi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ninatumai ya kwamba tunaelewa ya kwamba ni mtumishi wa Mungu ambaye ni Joshua na ndugu yake wa imani ambaye ni nani? Caleb. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hivi ningependa tukaweze kujifundisha nini? Nataka tuangalie safari ya wana wa Israeli kwanza kwa ufupi tu, kabla ama kutoka wakati walitoka katika nchi ya Misri wakiwa jangwani na wakati wameingia katika nchi ya ahadi, ama mpaka kuingia kwao katika nchi ya ahadi. Sitasoma vitabu vyote, lakini kwa wale ambao tutakuwa tunaandika, nitapeana vitabu kadha wa kadha ambazo ukiwa na uwezo utaweza kuenda kurejelea na ukaweze kusoma. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ahadi ya kwamba wana wa Israeli wataenda kuishi katika nchi ya Misri kwa miaka 400 ilitolewa kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni Abrahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Najua watu wengi tunashindwa, mbona waliwekwa katika nchi ya utumwa kwa miaka 400? Abrahamu ndiyo aliyepewa ile ahadi na akaambiwa ya kwamba wana wako nitawachukua na nitawapeleka katika nchi ya utumwa, na pale watapata kukaa kwa miaka 400. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuna miaka 30 ambayo iliongezeka pale, na hii miaka 30 ilitokana na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa aende kuwakomboa, kufanya kitu tunaita delay. Bwana Yesu apewe sifa, ama kutofika kwa wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 Na wakati wana wa Israeli wameingia katika nchi ya utumwa, walikaa pale, ama watu ambao waliingia katika nchi ya utumwa walikuwa watu 70. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Familia ya Yakobo ambayo iliingia katika nchi ya utumwa ilikuwa watu 70. Wakati watu hawa walikuwa wanatoka katika nchi ya Misri baada ya miaka 430. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hivyo ni vizazi 10, lakini hiki kizazi cha 11 hakikuwa kimeisha, kwa sababu kulingana na maandiko kizazi kilikuwa kinachukua miaka 40. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hivi ni vizazi 10 ambavyo vimezaliwa katika nchi ya Misri, na wakawa ndio watu ambao walitoka katika nchi ya Misri. Idadi kamili ya wana wa Israeli ambao walitoka nchi ya Misri, kwa wale ambao mtapata nafasi, mtapata kuisoma katika kitabu cha Kutoka.
Kitabu ni cha Kutoka. Nafikiri ni mlango wa 12 pale, maana pale ndipo walikuwa wanapewa masharti ya wao kutoka. Utasoma mlango wa 12 wote, ndio walikuwa wanapewa masharti ya wao jinsi watakavyotoka katika nchi ya utumwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo kutoka mlango wa 12 labda kwa summary all the way to chapter 19 of Exodus, utapata ya kwamba walikuwa wanapata kutayarishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na walikuwa ya kwamba walikuwa waondoke katika nchi ya utumwa na waingie katika mji ama jangwa ambapo Mungu alikuwa aanze kuwatayarisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo tukifikia mlango wa 19 utapata ya kwamba ndipo wanakusanyika kwa mara ya kwanza katika mlima Sinai. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na hapo ndipo Mungu anaanza kuwapa maagizo ama amri zake ambazo alikuwa aweze kuwaongoza nazo katika nchi ya kufanya nini? Ya kuingia, ambayo ilikuwa nchi ya Kanaani. Amen. Kitu muhimu ambacho wapendwa, ningependa tukaweze kuelewa ni kwamba kuna wakati ama kutoka wakati wana wa Israeli walitoka Misri hadi wakati wana wa Israeli waliingia nchi ya Kanaani, tuna takriban miaka 42 hapo katikati. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na hii miaka 42 wapendwa, ningependa tukaweze break down kidogo ama tukaweze kuipitia kwa umakini kidogo, tukapate kujua watu hawa kwa hii miaka 42 ni nini ambacho walikuwa nakifanya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa sababu mara mingi unapata unapewa ahadi, lakini ile ahadi inachukua muda. Jambo ambalo tunafaa kujiuliza wapendwa ni kwamba wakati ama the distance ama the time between the promise and the time the promise come to fulfillment, what will you be doing? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama sote tulivyo hapa, Yes. nina uhakika ya kwamba tuna ahadi ambayo kwamba Kristo atafanya nini? Atarudi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na akirejea atarejea kuchukua kanisa lake. Amen. Lakini niwaambie ukweli wapendwa, Kristo hakuji kesho. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo haji kesho mpaka watu wapate kujua neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Kama neno halijafika mwisho wa dunia na mataifa yote yakapata kusikia hilo neno, Kristo bado. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini si kusema ya kwamba kama yu bado hajaja tukose kujiandaa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kwa wana wa Israeli kwa hii miaka 42 ambayo wametoka mji wa Misri na wamekaa jangwani, maana mara ya kwanza wana wa Israeli wanapatana na Mungu ni katika kitabu cha Kutoka mlango ni wa 20. Labda kwa wale tuna Biblia tutafaidika. Kutoka mlango wa 20 kuanzia 1 hadi 16 tunapata kuelewa ni kwamba hizo ni amri 10 za Mungu ambazo Mungu aliwapa wana wa Israeli. Kutoka mlango wa 17 kuendelea ndipo wanapata kujongelea katika kilima cha Bwana na wanapata kwenda kumuona Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na wakati wanajiandaa kuingia ama kuenda uweponi mwa Bwana na kuenda kuonana na Bwana, maana hapo ndipo walikuwa wanaenda kuonana na Mungu wao kwa mara ya kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Utapata kuelewa ya kwamba Mungu alipata kujidhihirisha kwa njia ambayo ilikuwa ya kutisha kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Maana alitumia nguvu ambazo zinaonekana kwamba mwanzo alianza kuonekana kama moshi ambao umevuka kwenye mlima. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kisha akaonekana kama ngurumo za radi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.
Tatu, tunaambiwa ya kwamba akazungumza kwa sauti kubwa kama maji mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati wana wa Israeli waliona hivyo, wakamwambia Musa, sisi hatutaki kumuona Mungu tena. Nenda, kile atakachokuambia hicho ndicho tutakuja kukifanya. Naomba wale ambao wamepata hicho kifungu mnaweza nisomea ama tunaweza somewa. Nataka tuanzie mstari wa 18 Kutoka 20. Ndio. Na ule mlima kutoka moshi. Yes. Na watu walipoona hayo, yes, wakatetemeka, wakasimama mbali. Wakamwambia Musa, sema nasi wewe. Sema na sisi wewe, nasi tutasikia, na sisi tutapata kusikia. Bali Mungu asiseme nasi. Bali Mungu asifanye nini? Asiseme nasi. Tusije tukafa. Endelea. Musa akawaambia watu, ndio, msiogope, maana Mungu amekuja ili awajaribu. Yes. Na utisho wake uwe mbele yenu. Ndio. Ili kwamba msifanye dhambi. Ngoja hapo. Ya kwamba Mungu alipata kujidhihirisha ama alipata kuonekana hivi ili kwamba jambo la kwanza, hofu yake ikapata kufanya nini? Kuonekana ama kujaa ndani mwenu. Na pili, ili kwamba mkishapata kujua hivyo muweze kumwogopa Mungu na msifanye nini? Msifanye dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Endelea. Basi hao watu hao wakasimama mbali. Naye Musa akalikaribia lile giza kuu Mungu alipokuwapo. Yes. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli hivi. Ndio. Nyinyi wenyewe mumeona ya kuwa nimenena nanyi kutoka mbinguni. Yes. Msifanye miungu mingine pamoja nami. Msifanye nini? Miungu mingine ambayo inafanana na nani? Na Mungu. Na tukirudi nyuma kidogo utapata kuelewa ya kwamba hii ndiyo amri ya kwanza ambayo Mungu alifanya nini? Alipeana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Endelea mchungaji. Narudia mstari wa 23. Yes. Msifanye miungu mingine pamoja nami. Miungu ya fedha, yes, wala miungu ya dhahabu. Musifanye miungu ya fedha wala ya dhahabu. Musijifanyie. Mtanifanyia madhabahu ya udongo. Nawe utatoa dhabihu zako juu yake. Nayo utatoa dhabihu zako juu ya hayo madhabahu. Sadaka za kuteketezwa. Na sadaka za amani. Kondoo zako na ng'ombe zako. Kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, ndio, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Ndio. Endelea. Nawe ukinifanyia madhabahu ya mawe, utaijenga ya mawe yaliyochongwa. Utajenga mawe yaliyochongwa, yasiyochongwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo Biblia ina dosari. Mawe yasiyofanya nini? Yasiyochongwa. Labda kwa mtu ambaye ana version tofauti anaweza tukonfirmia. Yes. Ni mawe yasiyofanya nini? Yasiyochongwa. Endelea. Kwa kuwa ukiwa wewe umetumia chombo chako, maana ukitumia chombo chako wewe katika kuichonga umeitia unajisi. Kwa hivyo ni kutofanya nini? Kutochongwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni vizuri tukuwe tuna confirm na several versions, kwa sababu version ya Kiswahili inabadilisha. Amen. Imechachuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa mawe yasiyofanya nini? Yasiyochongwa. Kwa sababu ukifanya kutumia mawe ambayo yamechongwa, utakuwa unatumia nguvu zako ama utakuwa unatumia your own design as a human being. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Endelea mchungaji. Tena ndio,
utapanda kwenda madhabahuni, utapanda kwenda madhabahuni kwangu kwa daraja, uji wako usidhihirike juu yake. Uji wako usidhihirike juu ya hayo madhabahu yake. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Natumai umemaliza. Imeisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna kanuni kadhaa ambazo Mungu amepeana hapa wakati tu wameingia katika jangwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hapa ni wakati ama ni mwanzo wa wao kungoja kuingia katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wakati walikuwa katika nchi ya Misri, walikuwa katika sheria za Kirumi ama sheria za nani? Za Wamisri. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati wameingia katika jangwa, Mungu akawapa kanuni zake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo jambo la kwanza, wapendwa, ningependa tukapate kuelewa wakati unangoja, kuna kanuni ambazo Mungu amepea. Bwana Yesu apewe sifa. While you are waiting, there are laws that God has given us. Kuna sheria ambazo yatupasa ama zapaswa kutuongoza sisi wakati tunangoja. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati walikuwa wanangoja, jambo la kwanza Mungu alipeana ahadi na akawaambia kwamba mtaingia katika nchi ya Misri, ndio, lakini sheria yangu ya kwanza, msinifanyie ama msijifanyie miungu ambayo itafanana na mimi, iwe ya dhahabu au ya nini? Ya fedha. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la pili, wakaambiwa watatengeneza madhabahu ya Bwana ambapo watakuwa wanatoa sadaka zao za kuteketezwa mbele za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na haya madhabahu yalikuwa na sheria zake. Sheria ya kwanza ya haya madhabahu ni kwamba isingejengwa kwa mawe ambayo yamechongwa na mikono ya wanadamu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Labda tutajiuliza ni kwa sababu gani Mungu alipeana amri ya wao kutotumia mawe ambayo yamechongwa. Maana sababu kubwa ya Mungu kusema wasitumie mawe ambayo yamechongwa ni kwa sababu wakati wanatumia mawe ambayo yamechongwa, ni kana kwamba you are starting to build your own things to fit God's formula, ama unaanza kujenga mambo yako ambayo yanafaa kufanana na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo ndiyo shida kubwa ambayo tunakuwa nayo. When we are waiting for God, we always come up with plans that will always fit God's plan. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunakuanga na plan B. Bwana Yesu apewe sifa. Muulize rafiki yako kama ana plan B. Uko na plan B? Hata wakati unangojea Mungu, labda unangojea Mungu akupatie kazi, uko na plan B? Maana shida yetu kubwa, it is having plan B. Ninangojea Mungu, lakini opportunity ya kutoa bribe ikitoka, wewe unapeana usonge. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 Always having a second plan. Neno la Bwana linaniambia katika kitabu cha Yakobo, mlango ni wa kwanza, mstari wa 6 hadi wa 8, ya kwamba mtu yoyote ambaye ana mawazo mawili asingoje chochote kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo always having a plan B while waiting for God's will ni shida moja kubwa ambayo itakufanya wewe hautapata chochote kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kukuwa na nini? Plan B. Na kitu ambacho Mungu alikataza cha kwanza ni kukuwa na plan B. Wakati Mungu unamuomba Mungu na hapatikani, unakuwa na plan B. Unasema wacha ujaribu huku kwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wacha nikuje nyumbani kidogo. Unaomba hapa kanisani, unashiriki hapa AFM. Ukisikia hapa Mungu amekuwekea full stop ya kungoja, unasema wacha nijaribu deliverance. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Ukifika deliverance, Mungu ameweka pause bado, unasema wacha nijaribu PCA. Bwana Yesu apewe sifa. Ukifika PCA unaanza kuhisi
nikana kwamba huku Mungu anisikii. Kama nimejaribu makanisa sisikiki, wacha nijaribu wapi? Kwa mfumo wa dunia. Kwa dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na shida yetu kubwa inaanzia hapo, wakati unaanza kushift looking for your own plan. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amri ya kwanza ni kwamba msijifanyie miungu mingine. That is having a second plan. If God is not listening to you, you're having a second plan. Mungu asiponisikiza nitafanya hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na unafikiria kwamba Mungu alikuwa anawaambia hivyo kwa sababu hakukuwa anajua mawazo yao? Alikuwa anajua mawazo yao. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kitabu cha Kutoka nafikiri ni 32. Hata hatujaenda sana, maana kutoka hicho kitabu cha Exodus from chapter number 22 all the way to chapter number 31. Hizi ni amri ambazo Mungu alikuwa anatoa kwa Musa, akimweleza kila kitu ambacho alikuwa anataka wana wa Israeli wajue. Lakini kufika Kutoka 32, nafikiri ni 32 pale, wana wa Israeli waliona ya kwamba Musa amekawia, kwa sababu walikuwa huko kwa siku 40 usiku na mchana. Bwana Yesu apewe sifa. Wakakuja wakampata Haruni, wakamwambia inaonekana ya kwamba Musa hafanyi nini? Hata rejea. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo, kwa sababu sisi tulisema hatutaki kusikiliza huyo Mungu, tufanyie miungu yetu hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haruni akawaambia, munipatie hereni zenyu na bangili za mikono na za masikioni. Akaziyeyusha na akatengeneza ndama wa dhahabu na akainua ule mchongo. Wana wa Israeli wakaanza kuinamia huo mchongo. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma kidogo pale utapata kuelewa hicho kitendo cha wana wa Israeli kutengeneza ndama wa dhahabu na kuanza kuabudu ule mchongo. Hicho kitendo ndicho kilisababisha Mungu kukatiza mawasiliano, kukatiza mazungumzo yake na Musa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 Na Mungu akamwambia Musa, teremuka chini, kwa sababu ninasikia wana wa Israeli wanafanya kelele. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akamwambia, watu wako ambao uliwatoa Misri wewe wameanza kufanya nini? Kuinamia miungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Musa akitoka uweponi mwa Bwana akiteremuka akapatana na Joshua. Musa akamwambia, ninasikia wana wa Israeli wanapiga kelele. Joshua akamwambia, inaonekana ya kwamba wanamsherehekea Mungu. Musa akamwambia, hapana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akamwambia, hapana. Hao watu wamefanya nini? Wamezini mbele za Bwana na wameanza kuabudu miungu mingine. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati Musa amefika katika the foot of the mountain, akapata wana wa Israeli wanainamia miungu. Alichukua hiyo miungu akaikoroga na akawanywesha wana wa Israeli wakainywa kwa lazima. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Jambo ambalo linamkosesha Mungu ama linasababisha Mungu kukasirika sana ni wakati ambapo tunaguza utukufu wake. Kitabu cha Isaia 42 mlango ni wa 8. Ukisoma pale utapata kuelewa ya kwamba Mungu anasema ya kwamba utukufu wangu mimi sitaugawanya na mtu mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Utukufu wangu mimi sitapata kugawanya nao mtu mwingine ama kiumbe kingine chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, niwakumbushe ya kwamba God can withstand all other sins, lakini Mungu hawezi withstand when you are touching his glory. Bwana Yesu apewe sifa.
Muulize Herode wakati alianza kuimbiwa wakasema anaongea kama Mungu. Hata dakika haikuisha. Aliisha. Bwana Yesu apewe sifa. Alifanya nini? Aliisha. Na hii yote wapendwa, inatokana na shida moja ambayo tunayo kama wanadamu, always having second plan ama plan B. Mungu amekwambia ngoja, unaona kungoja kwa Mungu hakutoshi. Bwana Yesu apewe sifa. You're getting a second plan. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kitu cha tatu ambacho ningependa tukaweze kujifundisha wakati tunangoja Bwana ni kwamba hapo tu katika kitabu cha Kutoka 20 tumepata kuelewa ya kwamba Mungu alipeana agizo ya madhabahu kujengwa. Bwana Yesu apewe sifa. Umuhimu wa madhabahu ni nini? It is a place of transaction between you and God. Bwana Yesu apewe sifa. Ama ni sehemu ya wewe kupata kuzungumza na Mungu moja kwa moja. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana wakati Kristo alikufa tunaambiwa ya kwamba zile pazia ambazo zilikuwa zinafunika zilifanya nini? Zilikatika kuwili, ili kwamba yeyote ana uwezo wa kuingia uweponi mwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuingia uweponi mwa Bwana si fua ama kuingia tuputupu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kanuni ambazo zimepeanwa. Kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Kutoka 28 kuanzia 1 pale, Mungu anampa Musa amri ya wana wa Haruni ambao watakuwa makuhani, aina ya nguo ambazo wangepata kuvalia. Maana Mungu alikuwa anaangalia mpaka the inner garment. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa anatazama mpaka wapi? Hiyo nguo ambayo umevaa ndani. Wacha hivyo tunasema hapa ati Mungu angalii mavazi. Wewe mwenye unasema Mungu angalii mavazi, kasome hapo. Utapata kuelewa. Mungu alikuwa anaangalia mpaka mavazi ya ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama hujaivaa unakufa. Wacha saa hii tunacheza na uwepo wa Bwana. Sababu ya Mungu kupeana ile amri ilikuwa kwamba wakati uko katika uwepo wake ama uwepo wa Bwana, God will shape you to the form that he wants you to be. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati uko uweponi mwa Bwana, Mungu anapata kukuchonga jinsi unavyofanya nini? Apendavyo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na hapo ndipo utapata ya kwamba unaweza kuwithstand ama unaweza kuvumilia majaribu ambayo yanakuja katika safari ambayo Mungu amekwambia ungoje. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 Na ndio maana Mungu alikuja mbele za wana wa Israeli na akazungumza na wao wasikie. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakisikia, neno linaniambia ya kwamba hofu ya Bwana itajaa ndani mwao. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kwamba wangepata kuelewa na kujua sauti ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Angalia shida yetu wa Kristo, shida ya leo. Wewe Musa, nenda kamsikilize Bwana. Kile ambacho atafanya nini? Atakuzungumzia, kuja utuambie. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hofu ya Bwana hauna. And that is the reason as to why hata mchungaji akisimama akuonye, you're not seeing the preacher. You're only seeing the preacher, you're not seeing God. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hauoni Mungu ya kwamba ni Mungu amemtumia kukuzungumzia. Wewe unaona mchungaji. Na ndio maana you will take him casually. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio shida yetu kubwa. Haruni, nenda uzungumze na Mungu, kile atakacho kuambia kuja utuambie. Mchungaji, mara ngapi Mungu amekutuma kwa hao watu ukaleta neno na bado wakakuja wakasema ilikuwa maneno yake? Unatumwa, mumesema Haruni afanye Musa afanye nini? Amsikilize Mungu. Kile ambacho wataambiwa akuje awaambie mtafanya nini? Mtafuata. Anakuja mnasema ni mawazo. Bwana Yesu apewe sifa. Haya yote ni mambo ambayo tunapatana nayo wakati tunangoja Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mambo mengi sana. Hii dunia ya Mungu ina habari
na habari. Bwana Yesu apewe sifa. Jana naangalia runinga ya kwamba watu wamefumuliwa ndani ya kanisa. Ingekuwa wakati wa Musa, mawe, ingekuwa mawe. Wakati wa Musa ulikuwa ukiingia hekaluni mwa Bwana uende kuleta fujo. Ndio hivyo, unakufia hapo, hata kutoka utatoka. Wacha saa hii tunaingia ndani ya kanisa tunaleta vurugu, and you just walk scot free out of the church. Bwana Yesu apewe sifa. Wale ambao wanafikiria ya kwamba kucheza uweponi mwa Bwana ni mchezo, kitabu ni cha Hesabu mlango wa 25. Wakati wana wa Israeli wameenda wakazini na makabila ambayo Mungu alikuwa amekataza, wakakuja mbele za Bwana, mtumishi wa Bwana Finehasi akajawa na hasira na akaanza kumaliza watu moja baada ya mwingine, akaua watu kadhaa. Hasira ya Bwana ikashuka, ndio wakapata kufanya nini? Kukombolewa. Sasa ndio tunacheza na uwepo wa Bwana, na ni kwa sababu tu ya hiyo shida moja. Musa, nenda kamsikilize Mungu, kile atakachokuambia ukuje utuambie. Na unapata ya kwamba hofu ya Bwana huna. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana hata tukishinda tukisema tuabudu Mungu, wewe hata kuabudu Mungu kwenyewe huna, hutaki. Hofu ya Bwana hauna kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Hauna hofu ya Bwana. Sijui kwa watumishi wa Mungu, lakini mimi mtazamo wangu, wakati naona ya kwamba tuna mwabudu Mungu hapa, sioni mbona kiongozi wa kuabudu hapa akawaambia inua mikono mbele za Bwana. Sioni haja. Mimi sioni haja, mimi binafsi, mimi sioni haja. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi sioni haja, kwa sababu ukiwa na hofu ya Bwana ndani mwako, tukiingia tu uweponi mwa Bwana, mikono itakuwa iko huko. Bwana Yesu apewe sifa. Utakuwa ushanyanyuka mbele za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Na hiyo inatokea tu wakati ambapo una mahusiano mbele zako na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na mahusiano yako si hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Si hapa kanisani, kwa sababu tumeambiwa ya kwamba mtengeneze madhabahu ambapo mtakuwa mnakutania na Bwana. Mara ngapi tunakuja kanisani? Mara moja kwa wiki. Kwa hivyo madhabahu yako yanafaa kukua nyumbani, ya wewe kuzungumza na Mungu moja kwa moja. Bwana Yesu apewe sifa. Haya, hebu nione Wakristo ambao tunangojea Musa aambiwe kitu akuje kutuambia. Sisi wote tunamsikiliza Mungu. Mchungaji, umebarikiwa. Umebarikiwa kama hao wangoji Musa kuambiwa kitu. Tumebarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wana wa Israeli baada tu ya kusema tunangoja Musa aambiwe kitu, wakati Musa, when Moses delayed on the mountain, they made their own gods. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati huyu Musa atatoka hapa aende kwingine and he delays there, you will find your own God. That one I can tell you for a fact. Utatafuta miungu yako, kwa sababu wewe umezoea kungoja Musa. Bwana Yesu apewe sifa. Umengojea kungoja nani? Musa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ndio maana Musa, wakati Musa hayuko huji. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Musa akikosa kukua hauji. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Pastor Samuel, kuna watu hata venye umekuwa anointed hivyo hawataki uwaekelee mikono, wanangoja baba. Nimeona hiyo shida. Najua ni vizuri nikwambie. Wanangoja baba. Yaani wewe mtu imani yake anajua tu mimi ni baba tu. Musa ataenda, atadile mahali ataenda, na utatafuta miungu mingine. Hiyo na kuhakikishia leo. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Musa ataenda adile huko mahali ametumwa, utatafuta miungu mingine. Na mimi najua mahali miungu ingine iko. Najua. Mnajua mahali miungu ingine iko? Huko mahali kuna ingi wangu
Nyuma nyuma Natoa viatu. Yeah? Natoa viatu. Ukiwa na suti ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Unaingia wapi? Nyuma nyuma. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni giza totoro. Wapendwa, nawaambia mambo ya giza ni ngumu. Giza totoro, mzima na suti ya Mungu. Basi. Na sauti zingine za kutisha. Ukisikia wakiita wangwana huko. Bwana Yesu apewe sifa. It is good to go experience these things. Mimi siwezi wadanganya ati sijafika kwa mganga, nishafika. Kwa hivyo nikikwambia ni vitu ambazo nimejionea na nikasikia wakiita wangwana. Na wangwana wanaleta ni ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. The problem of you not knowing the voice of God, you will always look for another voice to hear. Bwana Yesu apewe sifa. Because you don't know the wait. How long will be the wait? Utangoja kwa muda gani? Amen. And as long as you are still waiting, the voice of God is very, very important in your life. Amen. 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 The voice of God is very important. Hicho kifungu ambacho tumesoma katika kitabu cha Kutoka, tunaambiwa ya kwamba Bwana aliwaonekania ili kwamba hofu yake iwajae ndani mwao na neno lake likapate kuchaa kwao ili wasipate kufanya nini? Kufanya dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Daudi anasema ya kwamba nimetia neno la Bwana ama nimelificha ndani ya moyo wangu ili kwamba nisifanye dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona sasa shida ya kufanya dhambi ni nini? Tunajua tu. Kwa hivyo kutoka sasa ukiona mtu anafanya dhambi, neno la Bwana hajalificha wapi? Ndani ya moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Na huyo mtu kupoteza focus kwa hii safari ya kungoja ni rahisi sana. Very easy. Kwa sababu wewe, every voice that comes along, it is going to sweep you. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza, nafikiri ni mlango wa 3, kinasema ya kwamba hakuna msingi mwingine ambao umejengwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna msingi mwingine ambao umefanya nini? Umejengwa other than that which Christ laid down. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kwa hivyo sisi wapendwa tunajenga katika huo msingi. Bwana Yesu apewe sifa. Tunajenga katika huo msingi. Huo msingi ndio unatusaidia ya kwamba wakati gharika zinakuja, wakati mtu anakuja anakuambia mpendwa, nimesikia Mungu akiniambia, unamwambia ni sawa, but I need a confirmation. I need a confirmation from God. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Niwaulize kwa nini wapendwa, wakati yule mwanamke alizini, aliletwa mbele ya Kristo, Kristo alisema yule ambaye hajafanya dhambi au wa kwanza kumpiga mawe. Sababu ilikuwa ya kwamba sheria ya Musa ilikuwa inasema ili jambo likapate kuthibitishwa lazima hiyo na mashahidi wangapi? Mashahidi wangapi? Wawili. Wawili kuendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo wakati wewe unakosa ushahidi, basi habari zako tumemaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ndio maana wapendwa, ni vizuri you learn to listen to the voice of God. Amen. And the encounter will only come from the secret place. Mahali pasiri. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali pa wapi? Pasiri. Pasiri. Na utapata kuelewa wapendwa, tutapata kujifundisha wapendwa, ni kwamba hawa wana wa Israeli, sababu kubwa ambayo Mungu alikuwa anawaambia wasijifanyie miungu mingine ni kwa sababu hawa watu walikuwa wanaongozwa na sheria ya Misri. Na sheria ya Misri ilikuwa kwamba Wamisri walikuwa na zaidi ya miungu 42, tukihesabu 1, 2, 3 hivi. 40 na ngapi? Na 2.
Na usisahau ya kwamba kuna watu miongoni mwao walikuwa wameiga hiyo miungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana Mungu aliwaonya. Na akiwaonya alikuwa anawaonya akijua ya kwamba hiko siku sauti ya Bwana itakosa kusikika, na wakati sauti ya Bwana itakosa kusikika, basi hao watu watatafuta sauti zingine ambazo walikuwa wamezoea kuzisikia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ndio maana wapendwa, wakati unaingia katika zizi la Bwana, lazima tukufundishe kusikia sauti ya mchungaji. Sizungumzii mchungaji askofu, hapana. Mchungaji ambaye ni nani? Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tukufundishe kusikia sauti yake. Ndio wakati ambapo utasikia sauti nyingine utasema, I know that is not the voice of my shepherd. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. That is not the voice of who? My shepherd. Kitabu cha Yohana 10, nafikiri ni mstari wa 7 pale, kinasema ya kwamba my sheep know my voice. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na mimi sasa nataka tu peane challenge. How well do you know the voice of your shepherd? Kumbuka hao watu wako jangwani, hakuna watu wengine wanatangamana na wao. It is only the voice of the shepherd that will guide you to where he wants you to go. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 Sauti ya nani? Mchungaji mwema. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni kwa sababu wakati tunangoja, wapendwa, tunapata kusikia sauti nyingi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 Natumai wapendwa, sisi sote kuna vitu ama kuna mambo mengi ambavyo tunangoja kutoka kwa Bwana. Na mtakubaliana na mimi, wakati unangojea kitu kutoka kwa Bwana, that is the time you will hear a lot of voices. Amen. Amen. That is the time you will hear a lot of voices. Amen. It is the time you'll hear a lot of voices. But what will keep you standing? It is the voice that called you and told you, come. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 Sababu wapendwa, wakati utakosa kusikia hiyo sauti, utasikia sauti nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Utasikia nini? Sauti nyingine. Waulize wanafunzi 7 wa Kristo ambao baada ya Kristo kuchukuliwa walikosa kusikia sauti ya Bwana. Kile ambacho walifanya, walirudi mahali waliwacha. Mahali walitoka, huko ndio walirudi. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu ni cha Yohana, mlango ni wa 21. Ukianzia pale 1, utapata kuelewa ya kwamba wakati Kristo aliondoka, akatoka, akaenda, akafufuliwa kutoka kwenye wafu, wanafunzi wake walijiuliza, wakashindwa wakajiuliza, yule Kristo ambaye tulikuwa tunamtumikia hayuko, sauti yake hatuisikii. Kitu ambacho walifanya, walirejea ile kazi ambayo walikuwa wanaifanya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Walirejelea ile kazi ambayo walikuwa wanaifanya, na shida ambayo kitu ilifanya warejelee kile kitu ambacho walikuwa wanakifanya mbeleni ni kwa sababu hata wakati waliitwa hawakuharibu hicho kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Hawakufanya nini? Hawakukiharibu. They never destroyed the nets. Bwana Yesu apewe sifa. They abandoned the nets. Amen. They never destroyed. Na ndio maana wakati tunaambiwa ukiokoka, vitu vya kwenyu cut off. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Cut off. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. If you don't cut off, you will always go back to them. Hiyo na kuhakikishia mpendwa, wakati kitaumana kwa wokovu utarudia haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu as human beings tunakuanga na tendency ama tunakuanga na mazoea ya kurejelea kitu ambacho tulikuwa tumekizoea sana. Tuna hiyo mazoea.
Sikatai wapendwa, we all have different backgrounds. Tumeitwa kutoka sehemu tofauti tofauti, kutoka malezi tofauti tofauti, lakini wakati umeitwa kwa Bwana, cut off. Because if you don't cut off, one day I can assure you, you will go back. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Si ni ukweli? Si wana wa Israeli wakati mkate uliisha jangwani walianza kusema nini? Afadhali wapi? Uko Malenge. Bwana Yesu apewe sifa. Afadhali uko mahali tulitoka. Yaani mtu anaridhia kurudi kwenye utumwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ya nini? Ya tumbo hii. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana hata hapo katika kitabu cha Yohana mlango ni wa 21, ukisoma hapo Kristo aliwauliza, yani mliniwacha kwa sababu ya hii mkate na samaki. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wapendwa, sijui mnaona vitu ambazo zinatutoa mbele ya uwepo wa Bwana ni vitu zinakaje? Bure kabisa. Vitu vidogo vidogo sana. There is one strategy I love with people of Japan. Wakati watu wa Japan wanaenda vita, wakifika, kitu cha kwanza, they destroy whatever they used to go to that battle. Kama walikuja na gari, wanachoma. Walikuja na meli, wanachoma. You either win or die. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi napenda hiyo strategy sana. You either win or die. Na kwa sababu Kristo alitupa hakikisho ya kwamba ameushinda ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Ameushinda ulimwengu. Na akatupa uhakikisho ya kwamba kwa sababu mimi nimeushinda ulimwengu, nanyi mmefanya nini? Mmeushinda ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuna uhakikisho wa kushinda. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hata wakati tunangoja wapendwa, tusife moyo, tuna hakikisho ya kwamba tutafanya nini? Tutashinda. Tutashinda. Lakini hata wakati tunangoja, wa kumngoja Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na kusikia sauti yake continually. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kitabu cha Samueli wa kwanza, nikisoma kuanzia mlango wa 2 mstari wa 1, tunaambiwa ya kwamba wakati Hana alikuwa anangoja kutoka kwa Bwana mtoto, alingoja akiwa mbele za Bwana, ya kwamba alikuwa anapour his heart before God. Bwana Yesu apewe sifa. Pouring his heart before God. Na ya kwamba Eli alikuwa anamtizama, anamwangalia hivi, akasema ya kwamba huyu mtu ni kana kwamba amelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yes, mara mingi tutakosa kueleweka wakati we are pouring ourselves before God. Amen. You cannot understand my worship until you understand my scars. Bwana Yesu apewe sifa. Hautaelewa kuabudu kwa mtu mpaka uelewe ushuhuda wa huyo mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Na sijui kama kuna mtu hana ushuhuda mbele za Bwana. Sidhani. Bwana Yesu apewe sifa. Ni ile tu kwamba sisi tuna wepesi wa kufanya mambo wepesi ama kuchukulia mambo kwa wepesi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tunachukulia wepesi. Neno linaniambia kwamba Hana hakuchoka. Alimtafuta ama aliutafuta uso wa Bwana usiku na mchana hekaluni mwa Bwana. Yule Eli ambaye alikuwa anamtizama, anaona kana kwamba analewa ama amelewa, ndio yule Eli tunakuja kuambiwa na Biblia kwamba alikuwa ameondoka ama ameondokewa na utukufu wa Bwana, kiwango cha kwamba yani hata Mungu akizungumza na Samueli, unajua Eli alikuwa na beg Samuel, please tell me what God has told you. Bwana Yesu apewe sifa. A man who used to listen to God one on one. Bwana Yesu apewe sifa. Anakuja kuomba mtoto mdogo, tafadhali niambie kile ambacho Bwana amefanya nini?
Amesema. Na ni ombi langu ya kwamba wapendwa, tusifike pale. Amen. Kwa wale ambao tuko kwenye mtandao, nafikiri ndugu yetu Samuel alitufundisha to always keep the fire burning. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Always keep the fire burning. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. And that is the only way that we will be able to wait and get the prize of waiting. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tufanye ya kwamba moto usizimike kwenye madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Na akafafanua vizuri akasema ya kwamba kufanya moto usizime kwenye madhabahu ni kuhakikisha ya kwamba tunafanya nini? Tunapepeta. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kupepeta. Na kupepeta huko ndio huku ambako tunafanya. Ukuje tukupige moja ikuume lakini ubadilike. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunapepeta. Tunapepeta moto ilikuwa imezima. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tudunge moja uende ukirekebika. Moto itakuwa imewaka vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo wapendwa, even as we are waiting, I don't know what you are waiting for before the Lord. But ama hicho kitu ambacho unangojea, tafadhali mpendwa, zingatia hizo kanuni 3 muhimu ambazo tumepata kujifundisha mchana wa leo. Kungoja mbele za Bwana lazima kuwe na madhabahu, kitu ya kwanza. Kitu cha pili, jifundishe kusikia sauti yake. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu cha tatu, wakati unangoja Bwana, wacha kukua na alternative plans. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Stop having alternative plans. Ndio kitu ambacho kitakusababisha wewe kukosa kutoka kwa Bwana. Amen. 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 Na Mungu atatuhakikishia ya kwamba ama ametuhakikishia kwamba tutapata kushinda. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na niombi langu ya kwamba wapendwa, hata tunapongoja tusichoke kungoja. Mimi sijui unamngojea Bwana kwa jambo lipi, lakini zingatia hayo mambo 3 uone Amen. kama hautapata majibu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Zingatia hayo mambo 3 uone kama hautapata majibu. Amen. Maana Bwana ni mwaminifu. Na amesema ya kwamba ameliinua neno lake zaidi ya majina yake yote. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni neno lake ya kwamba tukazingatie mambo haya 3. Nikimalizia wapendwa, kuna jambo moja nataka tuelewe while we are waiting, ama wakati tunangoja. Mara mingi from experience nimepata kujifundisha ya kwamba wakati Mungu anakuweka katika kitengo cha kungoja, mara mingi unajipata huko katika hiyo hali ya kungoja ukiwa peke yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. He will always make sure you are alone so that you can be sharpened. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. He makes sure that you are alone so that you can be sharpened enough. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na wakati unajipata peke yako, ni sauti gani ambayo unaisikiliza? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni sauti gani ambayo unapata kuisikiliza? Wakati Job alikuwa katika kitengo ama wakati wa kumngoja Bwana, alikuwa peke yake, nyumba yake yote alikuwa peke yake, yeye ndiye alikuwa anangoja Bwana. Yeye ndiye aliteswa akiwa peke yake. Yeye peke yake ndiye alikuwa anangoja Bwana, yeye akiwa peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo wakati tuko katika hiyo nafasi ya kungoja, wapendwa, kwa jambo lolote lile ambalo tunangoja, tuwe na sauti ambayo tunasikia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yes, tusiwe watu wa kusikiliza sauti nyingine. Ikiwa Job angesikiliza marafiki zake, sidhani hata habari zake tungezisoma katika maandiko, sidhani. Amen. But he had one voice he was listening from.
alisema ya kwamba I know my Redeemer liveth. Bwana Yesu apewe sifa. Ninamjua ya kwamba mkombozi wangu anaishi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na akaendelea akasema ya kwamba giza ni la usiku, lakini kwa uhakika mmoja ambao alikuwa nao ni kwamba asubuhi itafanya nini? Itafika. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. There is no permanent place or situation. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nothing is permanent. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hiyo kungoja ni kwa muda tu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nothing is permanent. And therefore, if nothing is permanent, basi tujifundishe kusikiliza sauti moja ambaye inatupa tumaini. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sauti ambayo itatupa tumaini ya kwamba tutashinda na ya kwamba tukae tukijua ya kwamba nafasi ambayo tuko ndani yake ni ya muda mfupi tu na itafanya nini? Itaisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nazungumza hivyo kwa sababu hata sisi kama kanisa kuna ahadi nyingi sana ambazo Bwana ametupa. Bwana Yesu apewe sifa. But let us be found in faith as we wait. Amen. Let us be found in faith, waiting. Mambo yatasemwa mengi, lakini wacha tupatikane katika imani wakati tunangoja. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio himizo langu, ama nataka nikutie moyo na hilo. Wacha upatikane katika imani ukingoja. No situation is permanent. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 Mimi sijui nangojea Mungu kwa nini, but no situation is permanent. Amen. 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 Kwa wale ambao waliniona hapa mara ya kwanza nikikanyaga kwa hii kanisa in the year 2016, na wakati wananiona saa hii, they can attest there is a God in heaven. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Wale waliniona hiyo wakati, they can attest, they can tell there is a God in heaven. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema hivyo kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo tunapitia ama tunapatikana nayo, lakini kuweka imani mbele za Bwana, kwa uhakika kile ambacho amekuahidi kitatimia. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Mimi sijui unangojea Mungu kwa nini, lakini kaa ukijua it is his time that we are waiting for, and it will surely come to pass. Amen. 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 Tusichoke watumishi wa Mungu, tusichoke. Ahadi ni nyingi tumepewa, tusichoke. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusife moyo, kwa sababu mara mingi unapata katika huko kungoja ndio tunapoteza focus. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. We lose focus hapo katikati, lakini niko hapa kuwatia moyo mchana wa leo ya kwamba tusife moyo. Amen. 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 He who started the good work in us shall surely bring it to completion. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na tusichoke kutenda mema, wapendwa, tusichoke kutenda mema, kwa sababu katika huko kutenda mema tunaambiwa ya kwamba tutakuja kufanya nini? Kuvuna. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusife moyo wapendwa. Amen. It might take long, lakini mimi from experience I can tell you, the longer the wait, the greater the reward. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kungoja kwingi huko, zawadi ingoje, utashangaa. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Utashangaa sana, utashangaa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yes, utashangaa. For the 40 years ambao wana wa Israeli walizunguka hiyo jangwa, Caleb wakati waliingia na Joshua into the promised land, they attested, yes, it was worth the wait. Amen. 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 It was worth the wait. Amen. 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 Yes. Huyo Mungu ambaye ameahidi ya kwamba atatimiza. Mimi sijui unamngojea na nini hicho ambacho unamngojea. Just wait. Wait. It might be longer than you are thinking. Yes. But the wait will be worth at the end of it all. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huko kungoja kutafanyika kwa dhamana sana.
Amen. 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 Kwa wazazi ambao wanangoja labda mengi ama mema kutoka kwa watoto, tusichoke. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusifanye nini? Tusichoke. Tusichoke. Kwa sababu weights are different. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. The weight is very very different from one person to another. Kungoja kwako na kwa mwingine ni tofauti sana. Lakini mambo haya matatu ambayo tumejifundisha tukiweza kuyazingatia, tutapata kutimiziwa ahadi zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mbarikiwe sana na Bwana. Ndio neno la Bwana mchana wa leo. Amen. Asante. Asante. Haleluya. Amen. Mpigie mpanzi wa siku ya leo makofi. Haleluya. Amen. Mwenye masikio na amesikia kile Roho Mungu amesema juu ya kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimekuwa msikifu sana. Tusubirie kutoka kwa Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Lakini ukisubiri, chochea pia na moto madhabahuni. Madhabahu ya Mungu usiyaache bure. Bwana Yesu asifiwe. Na usiyakumbuke ya kale. Haleluya. Usiyakumbuke. Kwa sababu ametumia mfano mingi sana. Mfano kama wa Petero. Wamerudi kufua samaki baada ya Yesu kuondokea tu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Na nikuongezee kwamba Elisha alijua ile siri. Alipoitwa na Elia akapomoa nini? Inaitwa yoko. Akaenda akachinja zile ng'ombe zote. Hakuna kitu kingemrudisha huko. Bwana Yesu asifiwe. So kwa makini. Haleluya. Kama kuna mahusiano ulikuwa nayo huko nyuma na hujakata, bado ungali kupiga huko simu, yatakuangusha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amefundisha sana na baba una walimu wengi. Amen. Amen. So kama foundation ya kanisa itaanguka, ndugu nitakulia. Kwa sababu teachers are the foundation layers. Amen. Ni wanaotengeneza misingi. So kukiyumba tunajua msingi ulikuwa mbaya. Haleluya. So ni wakati kwamba tutengeneze msingi ukue bora zaidi, na Bwana atatuinua, atatubariki katika viwango vingine vya utukufu, kwa maana Bwana ako pamoja nasi. Kuna mambo mengi ambayo tunajifunza kila na kujao. Bwana akubariki sana ndugu yangu. Endelea kwenda vimo vya juu, kwa maana ndio kusudi la Mungu. Kwa maana Bwana ametuhakizia vijana kwamba tutahubiria mataifa. Tutafika mbali na matendo makubwa ya kiungu yatafika na umbali. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tuko na vijana wengi hapa, fanya kazi. Amen. Haleluya. Amen. Mambo haya yote tuyagize na kuyafundisha. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika kusoma, kufundisha na kuonya. So wacha tukue hivyo. Amen. Amen. Hivyo ndivyo Mungu ametuunda. Hivyo ndivyo Mungu ametukusudia. Nimesema wakati ule mwingine kwamba unapata vijana hapa hajui mwisho alipata maono lini, hajaitabiri hata siku moja. Na ni kazi zetu. Wewe ni nani? Wewe ni mzee. Bwana Yesu asifiwe. Maana wazee ndio wanaona ndoto. Wewe unaotanga tu, sijui ulijipata unafukuzwa na maumbwa na manyoka. Where are you? Bwana Yesu asifiwe. Siku moja hatafunuliwa kwamba baba, kuna ujumbe, kuna kitu kinakuja mbele. Unajua hakuna siku mchungaji anazaa. Hautanielewa. Au nielewi? Kama unanielewa ni hivi nasema, hakuna siku mchungaji anazaa, kondoo ndo inazaa. Kanisa hili lisipojaa mwaka huu, tatizo si wachungaji, tatizo ni makondoo. Amen. Get me right. Amen. Amen. Kama next Jumapili hautakuja na rafiki, tunajua wewe ndo tatizo. Kuna mtu anisikize vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kondoo ndo inazaa, mchungaji analea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kuna watu wanalala, wakitoka hapa hawajai, ama tabia zako ndo mbaya, ndo zimefanya watu hawakufuati. Yawezekana wewe ni mchoyo, ama wewe ni wa vitina,
Ama wewe hapa ni mlokole sana, lakini huko nje mbwa mwitu. Nalisema jana kidogo kwa yale mafundisho, nikasema mchungaji mzuri sana. Yaani ukija madhabahuni, mama ni wazuri sana wakiwa madhabahuni. Wakisalimia wachungaji, mbingu imefunguka kitambo kwao. Tena wakisalimiana, anasalimiana kama ananawa mikono. Ananawa bila sabuni. Amen. Hakuna maji, lakini unampata akienda kusalimiana anajisafisha vizuri. Unaona hivi. Acha niweke mic kwa mfuko ndio muone vizuri. Akienda yani anaanza kunawa hivi. Bila maji, bila sabuni. Heshima ya bure. Huko nyumbani mzee wako mwisho ulimnawisha lini? Unasokeja na miguu kaugali, si baba nani chukua hapo. Yaani chukulia na Bwana tusaidie sana. Madhabahu ya Mungu yatakubariki kama ndugu alivyosema, sitaki kurejea. Tuyatunze sana. Bwana Yesu asifiwe. Amezungumzia kwamba kusubiri, lakini imemark sana, ameenda pia na kwa madhabahu. Amen. Kama mlikuwa mwangalifu, aliongelea sana kwa madhabahu. Amen. Kuna mtu anaitwa Usi, alishika agano, sanduku la agano, akafanyaje? Kuna tabia tuko nazo, tumeonywa tusikanyage huku kama haujaruhusiwa. Tumekuwa na vitabia tunaendanga tu. Amen. Ile siku Usia hakukosa. Hiyo si kosa, unajua. Alifanya jambo nzuri sana. Sanduku la agano lilikuwa linaanguka, akakimbilia lisianguke chini, alishike. Ni kitu mbaya? Ni kitu takatifu cha Mungu. So kumaanisha anafanya kitu kizuri. Lakini kuna mpaka. Msiwe common na vitu, hapana. Waache ianguke. Amen. Hapa nyuma, hapa juzi kuna jambo liliongelewa kwamba tusiende kupanguza baba askofu wakati mwingine kwa kichwa. Amjui maana. Ile siku siongei, wakati Mungu utafika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Madhabahu yatunzwe, yalindwe. Usije ukadanganya madhabahuni, maana madhabahu yatakuadhibu. Kuna mtu anaitwa Ananias na Safira. Yes. Madhabahu. Kitu muhimu sana. Fanya hiyo tabia huko nje. Yaani walikuwa na muda mzuri, lakini wakaja wakadanganya, wakafikiria baba ni baba wanaongea naye. Wakaongea wakafikiria wanaongea na Petero. Wamesahau kwamba ni Mungu. Petero hakusema kwamba mmemdanganya. Alisema mmedanganya Mungu. So cheza mchezo kabisa na wachungaji, cheza na wainjilisti na waombezi. You'll get it. So the Lord loves you. Mungu anawapenda. Ana kusudi nzuri. Ninajua ujumbe ule umefika. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana anaenda kutenda mambo makubwa sana. Maana kusudi lake ni nzuri kwetu wote katika jina la Yesu Kristo. Kuna kitu kamoja tu namalizia na hapo. Tunakuwa na tabia tukienda kualika mchungaji lazima tumuombe. Tunaombea neno ndio akuje kuhubiri. Mwenye amefundisha amehangaika. Why? Kwa nini? Neno lenyewe limetakazika. Amen. Ni mtu mwenyewe akoje? So kama hata tukimuombea na hayuko sawa na Mungu, atahangaika tu. Amen. 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 Ni wewe jiandae, Bwana ataongeza tu. Amen. Maombi tumeomba kutoka asubuhi, mengineo hayo Mungu atimilize. Bwana yupo pamoja nawe, kwa maana ametuhakizia is God with us every time and every moment. For this time nataka kushukuru Mungu. Kama tuna mgeni nitakuwa na kualika katika jina la Yesu. Utasimama penye huko, itakuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mgeni katika nyumba ya Bwana, tunakukaribisha katika jina la Yesu. Utasimama tu tukuone, itakuwa baraka. Haleluya. Kuna mgeni katika nyumba ya Bwana siku ya leo?